Akakimbia hadi huku chini mahali dada anachimbua mawe. Kwenda kuangalia mahali dada alikuwa amesimama. Hayupo. Akaenda kuangalia chini ndani ya shimo. Akapata dada ameangukiwa na mawe. Amepasuka kichwa, skull yote imepasuka like haiko. People came, they promised to pay my school fees. Wengine wakasema kwa mazishi the fee balance yenye imebaki mwenye Bohanse Girls nitaikilia na huyu mwanafunzi atamaliza shule. Makofi wapi? Hatujaona kitu kama hiyo. After mazishi kila mtu alienda kwake. Wekeraiga igonkoragera ase bikono byo monene una Nyasaye abangete. Timbwa tincherende yonse. Mwana one robeiro konge birengererie binene nando mentire. Ncheni no murwirende. Na nyagitari shaye yacha utanyibekere tichibesa tukorwaliwo. Ukweli nayo mimi ulinifukuzwa fee lakini wazazi wangu hawana uwezo wa kulipa hiyo fee. Kama ungekubali uniruhusu tu nisome, mzazi wangu yenye atapata atakuwa nakuletea. Akaniambia, msichana, go and pack your things and get out of this school. I don't want to know how you are going to reach at your home. Kama teacher sina hata fare, tafadhali niruhusu hata mzazi apate fare. Nishampigia simu. Nyasaye nanjete omoyo bokorwa. Nyasaye nanjete omoyo bokorwa. Nyasaye nanjete omoyo bokorwa. Nyasaye nanjete omoyo bokorwa. Era nabali bakolera era nabali bakolera chitakana era nabali bakolera abarwaire era nabali bakolera abatakana bachitakana ekerekyabo bachitakana. Mwancho murigereria Obosongo Vibes Network kakagonde chinsemo chia South Mugirango kenyore kenate weko rukubo monyama ward ya Bugetenga county ya Kisii ngikiande traiga ditukuregoro. I received a phone call kurwa se strange number mumurageta kanga Krisimi lakini sinari ngentware ko igwana amashabiki eito chinsanchiro ranga Krisimi eto kingagondo mukutano go sende busy ororenga nako igino yani ororenga nchira twiranira ni naye teri nchira yani nabora urangire nchira kwangira lakini uranyore sinarenge nari kunyara kwirane maswali okombori kero muro yanga Krisimi onde kaka gonde Bosongo ga situye tole no mwana waseri kule skuru ngaki when I couldn't get the details because nari nga seriogi kama tebya ya tinjo Bosongo na achire na ndengo na achire weekend mangocha goja next week akana jesi mimi sege kanete lakini on time rite kanete ono nabo kabona mambi na hachi korengerie sabu mwana we skuru na hata no I will suspend all my activities because kako mwana we skuru ore isiko enga kibune it's so dangerous kiagera bono iga ama soma ale bono igo mwana muna komisio mwaka education ya mwetire na ndeta koirana ekiagera CBC. So na hata bayaya kamuraka ngo karigi oyo ngakirete abare kwana muno monto monene rendo moyani mugako monene ryogire ekenari gwete gata mugako yaya tiganda ari yange namba nyigu ngakiara gote na mwakire in the morning one kana muri maswali ocha kongeresa rende na mate yaya bono tigansa suspend sinare kogenda I'm coming na inde nacha na ikiraiga sobo ni maiga story rema ni mwanafunzi ogosoma Nyabohanse nyaruka mwana oyo obere kago serigwa on and off but she performs egento kiagera nacha documents yantomerete WhatsApp ekiagera intwe to support abana bangaini bare tayari gosoma for school fees ekiagera amashabiki ari skaga tegete go support performance ekernari gere those documents na chietera ngora chi report form na tabayaya I have to go indoro mwanafunzi yo ngakiare lakini amote mwanafunzi no aranya moe namba kwanera nambulia maswali abera atatu na uno mwana mongaini madenjera nero muntu agukwanira paka kwa manyango uyu mtoto she is very clever namte baba I am coming nandi naikira so nataka tuingie hapa totegere story yaye isega asirete isekera asirete agarenge ko watie kogoto kirari watie kogoto
dige na likamugwira likamwato mutwe, and that is how he died. Kurwabwo a breadwinner igasira. So tunataka tuingie hapa ndani mama mwabonyi gwetenere garwarite some pressure gusene gas tugete gusene stress yo mwana I don't know tutagere story kurwa baba gusito bwaterane torore ngai turakonye aria stoko nyara mwacho murigereria mwanafunzi no araiga tutagete tukwanenera one on one. I think nero rabe in a better position yogo tweresa ngakia somire gocha challenges ya etire and as we speak a balance yetigarite ne chibesa irenga tore gusaba gusinto bwaterane tokonye obongo bunobo ekiagera when you look around kenyureke maite kaka sinaro kogenda ukurigererie kenyuru gyo environment neighbors n'abantu bande kwaranga at least umwana oyo nabatemete nainde nabare committed go change ya ekenyureke kiabo kiagera karo konyoro umwana konyora max 317 from such an environment. It's really hard work and sacrifice. Yuko hapa ngakiukuruko Marieta abiri. Mi kwa majina naitwa Christine Kwamboka Onderi. Natoka Bumunyama kijiji, alafu town area ni Mochengo. Nilianza shule kama nilianza shule kwa shule ya msingi pre-unity. Nilianzia shule inaitwa Bumunyama Primary. After kumaliza pre-unity nikasoma class 1 na class 2. After that kuna sistangu mkubwa mwenye alikuwa ashafika class 3. So my dad akaamua kututransfer kwenda kwa shule ya academy ili at least tupate masomo ya legit somehow yenye anaweza tusaidia mbeleni. Njoo masomo ya academy ni different na primary. So akaamua kutupeleka huko at least tupate masomo ya kwa fadhali. Sasa nilipokuwa nasoma sistangu alikuwa amefika class 7 na mimi kama niko class 3. Nikiingia class 4 fee ikawa challenge, na tulikuwa na bradangu mkubwa mwenye alikuwa form 2. Alikuwa secondary. Sistangu ako class 7. Hiyo time nilikuwa class 3 na bradangu mdogo alikuwa pre-unity. So my dad akatoka si watatu kwa academy na huyo bradangu akiwa secondary. After that nikiwa hapo academy hiyo fee ikaanza kuwa shida. Tukakuwa tunafukuzwa, tunakuja nyumbani, tunafukuzwa, tunakuja nyumbani. Lakini katika hii kazi yenye alikuwa anafanya, alikuwa anapika kokoto na kuchimbua mawe, anatulipia school fees yetu. So ikafika time yenye tulifukuzwa kutoka shule. Tukaambiwa hatuwezi kaa shule kama kuna school fees. So class 8 umefanyia ukiwa academy school? Hapana. Ama ulitoka bado? Nilifukuzwa kutoka academy school. Okay. Babangu hakuwa na uwezo wa kulipa hiyo school fees. So akaamua tu nirudishe primary public school niendelee kusomea huko. Akiona njia ya kusaidia huyu dadangu mwenye alikuwa tayari ameregister exam ya class 8. So hangemtoa huko kwa hiyo academy. Akajaribu akamlipia, akaendelea na masomo, lakini si wengine akaturudisha primary. Then akakuwa anatulipia tu pesa huko, tutakuwa tunasoma mambo na shughuli. So public school mumerudi ni gani? Tulirudi Nduru Primary School. Okay. Yeah. Yenye kwa hapo Nyamarambe. Then tutakuwa tunasoma huko. Akajaribu akatusaidia, nikafanya class 8. Alikuwa ananilipia pesa. Kwa hiyo kupika kokoto alikuwa ananilipia pikipiki. Labda inanichukua tena inanirudisha. Kama ana pesa ningekuja kwa mguu kutoka Nyamarambe hadi hapa. Lakini asubuhi angejaribu at least anipe pesa niende huku kwa barabara, nichukue gari labda nifikishe nyumbani. Yaani nifikishe shule mapema nifike kuwai. Lakini jioni ningetrek hadi nyumbani. Na nikavumilia tu, nikamaliza class 8. So ikakuwa ni mipango ya kupanga venye atanipeleka secondary. Nikaitwa Moigas Nyabohansi. Hakuwa na pesa, hakuwa na mtu wa kumsaidia. I stayed 2 weeks kama wengine washafungua shule. Form 1 ukakaa nje 2 weeks. Week 3 nikamuuliza sasa nitakaa hapa nje na wengine wanaendelea na masomo, akaniambia acha ningoje najaribu nitakupeleka shule. Nikangoja na bado akakuwa anajaribu. Akauza kuna DVS yenye tulikuwa nayo ya TV, akauza TV yenye tulikuwa nayo, akanipeleka. Akanilipia fee ya form 1 term 1. Hakuwa na yote.
akalipa 20,000 yenye alikuwa nayo. Hizi zingine nikaruhusiwa kuingia shule, lakini sikuwa hata na shopping zingine hapo, but akakubaliwa kuniweka shule. Nikakaa venye niko hapo, venye niliingia shule sikuwa na uniform. Tukaambiwa sitakubaliwa kukaa shule kama sina uniform. Akaambiwa rudi na mimi hadi nyumbani tukae tutafute pesa ya 16,000 za kupewa kila kitu chenye kinahitajika, rim papers, nipewe shopping yote shule, uniform pair 3, mablanket, nipewe mattress. Akasema ana hiyo pesa. Nilikuwa najua msichana mmoja kwa hiyo shule. Nikaongea na yeye, nikamwambia tafadhali nisaidie uniform yako, nisainiwe kwa administration kwamba nimejoin shule ndio nikubaliwe kuingia, kwa sababu babangu alikuwa ameshiwa na pesa, hata hakuwa na pesa yenye tungerudi na yeye hadi hapa Kisii. Na shule ilikuwa mbali. Mimi mwenyewe na yeye tulikuwa tunatumia 1,000 kuenda pekee na kurudi ni 1,000. So hange make. Nikapewa uniform na huyo msichana, alikuwa rafiki yangu mwenye tuliwahi soma na yeye primary school. So akanipea hizo uniform, nikakubaliwa kuingia nazo shule. Yeye akarudi nyumbani. After that akakuwa anapiga kokoto akituma fee, lakini akinituma hiyo pesa kidogo kidogo ya remedials, but fee hakuweza kuipata. Nikatumwa nyumbani school fees. Hiyo ni term 2 form 1. Nikatumwa school fees yangu ya term 2 yenye ilikuwa nafaa kulipa 27,000. Sikuwa nayo. Babangu akaniambia acha tujaribu utarudi shule na fee. Lakini nikamwambia wengine wananizidi masomo, sitakawia hapa nyumbani. Tuende tu na wewe ujaribu kuexplain kama principal atakuelewa nibaki shule. Akasema sawa, akatafuta 10,000 tukaenda na yeye shule. Akaongelesha principal akakubali. Nikakaa shule, nikamaliza term 1, term 2. Term 3 mwisho hapo sasa tumekaa shule for some weeks. Hiyo term 3 unajua inakuanga long. So nikakaa shule for some weeks. Nikafukuzwa fee ilikuwa 3,000. Sikuwa nataka kwenda nyumbani. Nikakaa class. Nilikuwa nimechoka, nafika hapa nyumbani hakuna fee. Nikifukuzwa sina njia, nakuja tu nakaa nyumbani, hakuna mtu mwenye ananisaidia. Nikasema sitaenda nyumbani, acha tu nikae class, kama ni principal atakuja kunitoa class anitoe. Nikakaa class. Wengine wakafukuzwa mara ya kwanza week 1, wakaenda, wakarudi bado mimi niko class. The next time tena wiki ya pili. Sasa Monday deputy akapita akiangalia wanafunzi wenye wako class kama kuna wenye walifukuzwa fee tena wamerudi bila kuripoti kwa administration. Nikakuwa mmoja wao. Nikachukuliwa hadi kwa principal. Nikamwambia ukweli nayo mimi ulinifukuzwa fee lakini wazazi wangu hawana uwezo wa kulipa hiyo fee. Kama ungekubali uniruhusu tu nisome, mzazi wangu yenye atapata atakuwa nakuletea. Akaniambia msichana, go and pack your things and get out of this school. I don't want to know how you are going to reach at your home. Kama teacher sina hata fare, tafadhali niruhusu hata mzazi apate fare, nishampigia simu. Akaniambia that's none of my business. Just go out. Kama ni kutembea kwa street utembee hadi time utapata fare uende nyumbani. Nikaenda hadi kwa dormitory, nikapack vitabu kidogo, sikuwa na vitu mob, nikachukua vitabu tu za kusoma. Nikakuja, deputy akanipea leave out, kanizindikiza hadi kwa gate, nikatoka. Sasa venye nikakuja hapa nyumbani. Sasa babangu akaniambia kama imeshindikana acha tu ikae. But I had done exam ya term 2 nilikuwa nishamalizana. Sasa hiyo ilikuwa term 3 nilikuwa nafaa kufanya exam yenye itanipeleka form 2. Na nishafukuzwa tayari. Na tumembakisha 1 week to exam. Nikakuja nyumbani nikakaa. Babangu ana pesa. Hana pesa ya kunirudisha shule, akaniambia usijali. Sasa mimi sina chenye naweza fanya. Utavumilia tu. Nikakaa nyumbani. Kungoja term 3 kaisha, sikurudi shule. So you never did term 3 exam ya form 1? Sikufanya. Kwa sababu sikuwa na pesa ya kuniruhusu niingie shule. Sikufanya hiyo exam. Form 2 nikafika, sasa imefika form 2. Nikamwambia babangu, nishaongea na wanafunzi wa shule, kuna wenye nichukua namba zao. Wameniambia wanafungua tarehe fulani. Tafadhali ujaribu kama kutakuwa na pesa kidogo, tuende tena tuongeleshe principal. Babangu akaniambia hakuna shida. Tutaenda na wewe, alafu tutaongea tu na principal, akikubali utaingia. Akaniambia lakini si ningekupea fare mapema uende kama hao wengine wanaenda uingie shule. Nikamwambia sikuwahi fanya exam ya form 1. Sasa sijui kama nitaruhusiwa kuingia form 2. Lazima niende na wewe.
Akaniambia haina shida basi. Acha nijaribu, kuna mwenye aliniambia nakuja kuchukua kokota hapa, alafu sasa nitakupeleka shule next week. Hiyo wiki ikaisha. Ya pili ndio hiyo. Ya tatu kokota haijachukuliwa. Form 2 ukakaa nje 3 weeks. Yes. Almost a whole term. Yeah. Sasa nikasema sasa tutafanya aje? Akaenda chama ingine inaitwa Juhudi Kilimo. Akatoa pesa 20k. Akalipia sistangu bado na yeye ako huko shule, alikuwa anasoma Kereri Girls. Na yeye baada amefukuzwa ako kwa shangazi yangu Kisi. Na yeye ako nyumbani ana fee. Hiyo 10k akachukua kwa hiyo fee kumrudisha, kwa sababu yeye alikuwa form 3 angangane afikie syllabus amalizie. Akamtumia 10k na mimi akakuja hiyo 10k akakata receipt, tukatoka na yeye sasa kwenda Migori. Nikaenda nikafika shule nikapata ndio wanafanya end term exam. Nikaambiwa like nilifika on Friday nikaambiwa exam inaanza on Sunday. End term, first term ya form 2. Yeah, mid term ya for first term. Okay. Form 2. Nikaambiwa exam inaanza on Sunday. Nikamwambia haina shida. So nikapitia hivyo, nikafanya hii exam, nilimanage, nilipata was it a B+ ama nikidhani hiyo result iko hapo, ndio nilipata B+. Nikaambiwa si ndio hii? 2023 term 2. Si ndio report for me? Yeah. Hiyo ni 2. Tukapata hii ni ya hiyo ni ya form 1, ya form 2. Nikidhani ni si ni hii ni term 2. Yeah. Term 2. Hiyo ingine. Hii ni ya term 1. Yeah. Hapo hiyo ni ya term 1 ya form 1, but hiyo ya form 2 ndio nilidhani I got a B+. Nikasema at least Mungu amenisaidia, though nilikuwa nyumbani lakini Mungu amenisaidia nimepata hii grade. I thank God for that. And then nikavumilia, nikasema acha tu niendelee kuomba kama mzazi wangu akienda nyumbani apate fee, at least nilipie hii term nikae shule, at least nikacha na wengine. Nikakuwa shule nasoma, so ikafika end term 1. Si unaona nilikubaliwa kuingia shule. End term 1, so tunakuja hiyo after ya April, inakuanga April ama mwezi wa 4 sasa tunakuja nyumbani. Tulikuwa tunakuja mwezi wa 3, then tunarudi mwezi wa 4 by then. Nikakuja hapo nyumbani mwezi wa 3. Hiyo sasa hiyo ni after ya term 1. Tukakuja nyumbani. Venye tulikuja nyumbani tukakaa nyumbani, ilikuwa sasa nirudi shule like on Tuesday, ilikuwa date 5 kitu hapo mwezi wa 3, ilikuwa nirudi on Tuesday. Then nikaenda, babangu mali alikuwa anachimbua mawe. Nikaongea na yeye nikamwambia tunafaa kurudi on Tuesday. Umepanga aje mambo na shule? Hii ilikuwa a Sunday. Tushamaliza mambo na wiki imeisha, sasa tumeanza wiki nyingine. So namuuliza Sunday nikienda Tuesday shule. Akaniambia haina shida. Nimeongea na mtu kutoka Rongo University anakuja kuchukua hii kokota hapa hivi, nikupatie mambo na shopping kidogo nikufanyie, uende alafu nitangangana mambo na fee. Nikamwambia sawa. Haina shida. Mimi nikarudi kwa nyumba. Nikangoja kidogo hivi, kama tumekaa kwa nyumba tukasikia ni kama ni mawe imeanguka. So mama akasema immediately venye alisikia tu huu mshtuko, akasema your dada amekufa. Tukamwambia mama unasema nini? Like tukamwambia sisi dada amefanya hiyo kazi for long na sisi sasa hii mawe inaweza muua. Akasema nimewaambia your dada amekufa. Yeye akaona like hatuko serious, tulikuwa tumekaa, akaona hatuko serious, akaamuka. Unajua like tumbo yake ilikatika, like hakuwa na amani, akaamuka. Akakimbia hadi huku chini mali dada anachimbua mawe. Kwenda kuangalia mali dada alikuwa amesimama, hayupo. Akaenda kuangalia ndani ya shimo. Akapata dada ameangukiwa na mawe. Amepasuka kichwa, skull yote imepasuka, like haiko. So kitu aliona tu ni mwili kwenda huko na kichwa imepasuka. Hiyo skull yote hivi, like kichwa uwezi shika hivi. So immediately akapiga mayo, akaanza kupiga nduru, tukakimbia like ile mshtuko. Tukasema kumbe mama ulikuwa serious, what's happening? So tukakimbia hadi huko. My brother mwenye alikuwa yeye amemaliza shule ndiye alikimbia sasa. Akashika kichwa. Like my dad is beyond healing.
amekufa na haezi saidika kutoka hapa. Hata venye tu alikuwa amepasuka kichwa, haungekuwa na matumaini kwamba mtu atatoka hapo. So tukakimbia huku na kule, simu yake ilikuwa inapigwa. Yule sasa mtu mwenye alikuwa anakuja kuchukua kokoto, hiyo day ndiye alikuwa anakuja. Akakuja tukamwambia watu wakamwambia mwenye ulikuwa unakuja kuchukua kokoto, mawe imemwangukia na amepasuka kichwa, so haezi kuwa ashakufa tayari. Like venye bradhangu akaita gari Probox yenye ya jamaa mwingine hapo ngambo, akaita kutoka kwa road, ni karibu na barabara. Akamuita dada, akaekwa kwa gari, kakimbizwa hadi Tabaka. Lakini venye tulikuwa tunasikia roho inadunda, lakini inadunda ile ya final touches, sasa kama inakatika. Sasa akafa hivyo. Tukakuwa tumebaki, hatuna msaidizi, hatuna njia. Sasa ikakuwa sasa ni mipango ya mazishi. 1 week tunaendelea huku na kule, bado ni kujishughulikia, tuko na mtu wa kutusaidia. Mambo ya mazishi yakaisha. People came, they promised to pay my school fees. Wengine wakasema kwa mazishi the fee balance yenye imebaki Muinyabo Hanse Girls nitaikilia na huyu mwanafunzi atamaliza shule. Makofi wapi? Hatujaona kitu kama hiyo. After mazishi kila mtu alienda kwake, na tukabaki bado tuko sisi peke yetu. Mimi na mamangu na bradhangu mwenye amemaliza shule na hata hajaajiriwa kazi yoyote. Bradhangu akasema sitakaa hapa nyumbani na mama na hatuna njia sasa. Babangu ndiye alikuwa na provide kila kitu. Yeye ndiye alikuwa anatusaidia. Kokoto ingepigwa hapo kama inachukuliwa, hiyo pesa ndiye anatupanga kwa nyumba, kama kuna kitu anunue chenye hakiko. Sasa venye aliaga hivyo, ikakuwa hatuna njia yoyote. Tukakuwa tumebaki tu, hatuna mbele wala hatuna nyuma. My uncle promised to pay my school fees too. Aliahidi atasimama nami, lakini hakuweza kusimama nami. He paid only the first 10,000 yenye alinichukulia shule nikubalike kuingia. Nikaingia, that's term 2, form 2. Nikaingia shule. Akanilipia 10k. Nikakubaliwa kuingia, nikaeleza principal mwenye alikuwa venye ilikuwa, akaniambia you just go to class, exam is starting next week, be prepared. Nikarudi class. Hapo nishakaa nyumbani. Hiyo after yote nimeimaliza, nimekaa nyumbani mazishi mambo kama 3 weeks. Tena narudi shule, ni end term 2. Naambiwa tena exam ndio hiyo. Hata sijui chenye naandika, sikuwahi soma, unajua ni mambo na mazishi. Nilikuwa nasumbuka. So siku manage. By that time nikafanya exam, lakini bado nilijaribu, nikapata B minor. So principal akaniita, akaniambia I can see you have potential. Nitajaribu nione kama naweza kufix nje nyingine usaidike hapa, utakuwa unasoma. Sasa kwa sababu sasa mzazi wako hayuko, I will try. Then ukuje kwa ofisi yangu. So nikaenda the first time, alikuwa busy. The next time si rahisi umpate shule. Hakuwa anapatikana shule. So hiyo ikafika term 2. Nikakuwa nafukuzwa kwa sababu principal hayuko. Sasa tulikuwa tunafukuzwa na deputy. Deputy wetu hajui any story of mine. So yeye angenifukuza tu, na mimi sikuwa naenda nyumbani. Nilikuwa nakaa class, lakini napigia babangu namwambia tumefukuzwa. Nampigia namwambia tumefukuzwa. Na class teacher wangu alikuwa ananielewa. Yeye kama amepata nimefukuzwa, hangenifukuza. Angeniambia wewe tulia hapa class, kama hujachukuli, kama maybe deputy hajajua, wewe unaweza kaa class usome. So ningekuwa nafukuzwa na natunza ile leave out, na kaa class na assume na pretend kama mwenye sijafukuzwa. Hata wengine wakiniuliza Christine, si nilisikia ukiitwa na leave out? Nikamwambia niliitwa, lakini nimepigia dada anatuma fare niende, lakini tunamaliza siku tena tunaendelea na term. Sasa ikafika term 3 tena form 2. Nikafukuzwa na si term 2. Ikafika sasa nishamaliza, venye nilikuwa najificha hivyo, nikamaliza form 2. Nikaingia form 3 sasa. Fee balance yangu ilikuwa 51,000 term 1. Sasa hakuna mwenye amelipa. Nikipigia nko yangu ananiambia hata sisi hiyo pesa ndio tunajaribu kutafuta, hatuoni, tunajaribu. Nikamwambia sawa basi, lakini nimefukuzwa, sasa nitafanya aje? Okay, let me talk to that principal tuone kama atakusaidia nje nyingine. Nikasema
Sawa, utampigia simu sawa. Nikifika nikafukuzwa tena mara ya pili. Tena nikatunza leave out. Nikaamua kwenda mimi peke yangu hadi kwa principal. Nikamwambia hiyo siku alikuwa. Nikamwambia my uncle amesema ataongea na wewe kuhusu school fees yangu. Ulikuwa umeeleza shule baba amefariki? Principal alikuwa anajua. Kuna mtu alikuja mazishi kutoka shule? My class teacher na mwalimu mwingine wenye walisaidiana na yeye wakakuja mazishi. Yeah, walikuwa wanajua. So huyu principal ikafika nikaongea naye akaniambia nishaongea na your uncle nitampatia chance kwa sababu amesema atakuwa nakulipia fee. Nitampea chance na kuwa natuma ile kidogo yenye anapata. Sawa. Uncle yangu akakuwa anapigiwa simu atume fee atumi. Sasa huyu principal tukifika venye tuko form 3 hivi venye niko form 3 akapigwa transfer akaenda shule nyingine. So tukapata the new principal. Hata tukifukuzwa ukiongelesha depa na kuambia sina authority ya kukukalisha shule. You just go home. Hivyo nikakuwa nafukuzwa. Ikafika ikawekwa fee ya form 2 ikachanganywa na form 3 ikakuwa 71,000. Kuna bradangu alikuwa ashaenda Nairobi kufanya vibarua akaajiriwa kazi ya ulinzi. Akakuwa anafanya kazi akatuma 10k the first time. The second time akatuma 10k. The third time akaniambia hakuna pesa. Bado ile fee tena ikarudi ikakuwa 51 instead of 71. By then sasa akaniambia venye nimeona hapa Christine sasa sina njia yoyote. Kazi yenye nilikuwa nalipwa mwisho wa mwezi lakini sasa hivi wananipeleka hadi katikati ya mwezi na ninalipwa 10k pekee. Haitanisaidia. Biashara yenye nilikuwa nafanya aside yenye ilikuwa inanisaidia napata hiyo school fees nayo imeachika. Sasa hii pesa kidogo napata hata yezi nisaidia nilipe length, nitumie mom pesa. My mom ako na high blood pressure na anakuanga na shida, anakuanga mgonjwa. So haitanisaidia hata nitumie mom anunue madawa. Ananunuanga madawa weekly. Kila wiki ananunuliwa madawa ya pressure. So akasema hii pesa haitatusaidia. Wewe kaa shule wakikufukuza enda ukae nyumbani. Sasa sina njia. Ikakuwa sasa ni hivyo. Nikafukuzwa tena juzi sasa na fee ya 80k na nikapewa remedios 12,000. Hiyo ni March. Kama nikaitunza, nikakaa class. Deputy akasema akikuja class apate mtu mwenye amejificha na alitumwa fee balance, anaenda suspension ya 2 weeks na akirudi anarudi na mzazi. Lakini mimi sikusikiza hayo maneno. Nikasema nitakaa class, kama ni suspension nitaenda. Bora asinipate. Nikakuwa naomba tu bora asinipate. Akakuja jioni, akachukua roll call ya wanafunzi class mzima. Na nilikuwa kiti ya mbele, so singejificha nje nyingine nisiandike jina. Alichukua hesabu ya namba like wanafunzi wote class ndiye akasema anzeni kuandika majina yenu na admission number. Akasema I'm going to check if you are sent home na hukuenda. Sasa hivi kesho asubuhi unaenda suspension ya 2 weeks na unarudi na mzazi. So please yenye niko tu naomba asikumbuke venye alisema. Naomba tu kesho ikapita. Hakukuja class kutufuata na sikuenda nyumbani. Sasa nikakuja March lakini nikakuja na hizo receipt zenye ziko na fee balance. Nikaonyesha bradangu nikamwambia hivi ndo tulifukuzwa lakini sasa sijui nitafanya aje. Sasa nikaambiwa bradako anapanga kukuja nyumbani. Kazi imekosekana Nairobi. Sasa venye alikuja nyumbani hapa hakuna njia. Tena nikarudi shule. Nikafukuzwa tena. Sasa fee imeongezeka term 1 na term 2 imefika 96,000 na kuna hiyo 12k ya remedios. Na pia tunahitajika mambo na rim papers. Sijailipa tangu form 1. Ninafukuzwa nahitajika 10 rim papers. Sijailipa. Nakuja nasema niliambiwa mzazi atatuma. Hivyo nikifika kwa gate tunaweza zuiliwa hadi kuingia lakini na manage kwa sababu naingia tu na wenye wamelipa. Nasema nishalipa. Huwezi rudishwa kuconfirm. Unasema ushalipa na unaingia. Lakini kwa wenye wako nayo wanalipa cash. Ama unasema nisha call hivyo tu. Sasa nikakubaliwa kuingia. Sasa venye nilifukuzwa hii ya 96 deputy pekee ndiye alikuwa anafukuzana. Na anakuja anaangalia kwa records kwa basa. Anaangalia huyu atoke nje. Anasimama anakungoja unatoka. Ndiye anaita mwingine.
So ikanikalia vigumu, singeweza kujificha. Nikasema acha tu niende kwa class teacher Nicole, nitumiwe fare. Nikapigia brother yangu, ananiambia mimi sina hata 1 bob. Nikapigia sister yangu mwenye saa hii anasoma huku kuna college yako kwenda hapo Rugare kwenda Etago. Anasomea huku. Pia yeye akaniambia hata mimi saa hii nataka kufukuzwa kutoka kwa nyumba yenye nimerent, yenye hata nafaa kuregister examination ya 15,000. Sina pesa. Na hiyo pesa ya help yenye ilikuwa inakuja, nikadhani inakuja, haijakuja. Mwenyewe hata ashanifukuza, vitu zangu nimeweka kwa jirani. So nikaona tu hizi ni stories zenye hata zizinisaidia. Venye nilikuwa naenda shule, brother wangu alinipatia 500 shillings yenye ningetumia fare. But kwa kupitia njiani venye nilikuwa mtu angeniambia ni 200 na mwambia niko na 150. Nikapata by that chance niko na 150 kwa mkono. Na hii pesa nilitunza hadi venye nilifika shule. Tena venye nilifukuzwa nikapatikana ile 150 ndio niko nayo. Nikasema nitafanya aje sasa kutoka hapa hadi kwetu hadi nikibagain aje. Fare ni 400, ile yangu nimebagain yote kwa njia ni 400 nitatumia. Sasa nikasema acha nimpigie brother yangu, venye nimpigia nikapigia na sister yangu hawana njia. Nikasema sasa hapa ndio mwisho. Kuna wenye tulifukuzwa na wao. Nikapata sasa wao washaanza kurudi nyumbani, washapewa school fees wanarudi. Nikapata rafiki yangu nikamwambia, "Aki please nisaidie. Niko hapa Migori. Sasa kutoka shule hadi Migori ni 100. Sasa hapo hizo kutoka Migori hadi hapa ndo natumia 300." Nikamwambia, "Aki nisaidie sasa hivi. Kama uwezi nisaidia hakuna siku yenye utanisaidia." Nimepigia mom simu hana pesa, nimepigia brother yangu hana pesa na sister yangu. Na nishatoka shule na niliambiwa nisionekane shule kama sijalipa hiyo school fees. So akaniambia, "Sasa unataka nikusaidie aje?" Lakini si wewe ushafika nyumbani, najua umerudi na ushapewa, unajua uwezi fika nyumbani usipewe pocket money. Tafadhali nisaidie tu na 300. Nikirudi Monday nakupea. Narudi Monday hivi. Nikamwambia niko sure narudi Monday. Uko sure utakuja? Nitakuletea, siwezi. Monday yenye imeisha hii. Monday yenye imepita. Nikamwambia nakuja hivi on Monday, I promise. But nilikuwa natumia hiyo lugha ndio nipate hiyo pesa. Akatoa tu 300 akanipatia. So nikatafuta gari nikakuja kutoka huko. Nikafika hapa nyumbani saa 11 kwa sababu nilikuwa nishakaa huko shule. Brother yangu akiniambia acha nitafute njia kama nitapata nikutumie. Nikafika Migori nikasema acha nitoke shule, tulifukuzwa saa 3. Nikatoka shule hiyo saa 3 nikakuja nikakaa Migori Center ndio naweza pata simu nipige kuja nyumbani. Nikakaa saa 3 hadi saa 8. Brother yangu ananiambia najaribu hakuna mwenye ananisaidia pesa. Akasema labda sijui utafute mtu hapo ulale ndio ukuje sasa siku yenye inafuata. Nikamwambia hakuna mtu mwenye najua hapa mimi. Mimi ni mgeni na ni mwanafunzi na hapa ni Migori, niko Migori town na siwezi jua watu wengine hapa si wazuri, si watu wote wako wazuri, unaweza sema unadhamini mtu aende kulala kwake. But Mungu akanisaidia nikapata huyu msichana akanisaidia hiyo 300 ndio nikaanza kusafiri hapo. Ilikuwa saa 8. Sasa kutoka saa 3 hadi saa 8 sijapata usaidizi hadi huyu msichana wakati alikuwa narudi shule ndiye akanipatia hiyo 300 nikarudi nayo hivyo. So nikakuja hapa nyumbani. Brother yangu ananiambia hana njia yote. Tukipigia class teacher anasema huyu principal mgeni sidhani kama atawaelewa. Nyinyi tafuteni pesa, njia yote yenye mnaweza tafuta. At least mumpate nusu ya hizo pesa ndio mkuje shule. Na brother yangu hana kazi. Sister yangu alifukuzwa nyumba, sasa yeye anaishi kwa jirani. Sasa hana njia yote, hata exam yenye anakuwa nafaa kuregister ndio aende kufanya attachment ya mambo ya computer and technology hajairegister. So hiyo exam itampita na hapo mahali anaishi alifukuzwa, anaishi kwa jirani, friend yake wenye walikuwa anaishi plot moja, akafungiwa nyumba. Hatuna njia yote. Nimekaa hapa nyumbani tu hivyo. Ndio sasa brother yangu venye alipata msamaria mwema akamsaidia namba yako hivyo na venye alikupata. Kuna your brothers and sisters wenye wanakutazama. Utawaambia nini? Kwa sababu saa hii uko nje au hujaenda shule and you're supposed to be in class. Mimi naomba tu wanisaidie kusoma. Mimi nataka tu school fees. Wanisaidie tu kama watanisaidia sehemu yote yenye watanisaidia tu kidogo. Na Mungu atawabariki. Maybe hapo next hapo nje maybe na mimi nitapatikana, nitapata mwenye kuna shida kama yangu, nitamsaidia. Musubati umino kwa ni ramangana sana. Koranga gwatemera kumakonya ibi asimira. Aro ina atemera. Sinkonya. Kwa ngakire simi goro mara mangi sana. Lakini na alinge function yete na aliko nyara ku attend.
nabo kabono mambi ate bango mumurori ondigeti bono ngakiarengera nache na gwakiresi mikwanya kwaite na oyoro ng'ete timo maiti buna koroko but inachiete twekona ng'ano mwana oyo minto kwenda koligi obokonyi ase boso kwanza ngikuru kwa marieto sama lieta koroko Alphonse Ibrahim Ondeli igana onka okay ekeramo igoro ngai mwarengeti yoko ngakiresi igoro mbosongo yaitokisi tonenge alia tuerese ngwache takora usongo okay na sogete no mwana ominto nikaenda koligi obokonyire ndi chiobise chinene seng'encho maate gaiga ase representative chaito twatemire koligi una chibasa to nyore obokonyi korwaro mwanya kogenda obisi ya your area member of parliament yeah CDF of course kwa talinche konya kwanda kino moibori ono yoro tigarete okay oyoro gachire no moibori oyo sirete tata na ro gachiro o apply otego ngaki ganya chibasa lingo chachire season yae twaganya ntwanya kora machibu andos mo apply karenga elineli yakane to apply bado ntoranyora machibu so obisi wachite basongo ne yange na chiete ase governor yaito Simbarati no na chiete ko chekia kirona twendo baseme boke konya yasinyire maata yenda obisi anene arongo gose no nyoro bokonyi nkagenda kagora bori garende ngoiko muntu natete mulai nkanyora tenga tebunga tayo lakini ntige some documents chiane na report ne namba simu ni kagocha na bonda kirwe simu ona kinda harakati okoligi obokonyi obo kwanda obisi bone ngao education nkanyora omuntu iga nkomobori ngaki enchera kogenda asigete education office ngayere agachaka agante ngaya education office ngeye lakini ekesi kia onkara mweresa igoro no mwana shida mbwate ekogera nkoli office education agante biyaya office education to abumbali godiri na mangana y'omwana ento bauti na kirakyo nkelinga konyogosire kurwe skuru na mangana buda lakini ga na balimu na mangana balimu boka na payment ibintu bine bagodina ngamoboli rende natagete nkore iga ngaki ngokonyora obokonyi agante mwayo a friend of mine naro ole online okora ligichi cases bine chichi abana be skuru obeka YouTube TikTok chonsi well wishers bali bako watch bada obako nyasako bakuna chinkoro bamokonye nkamotabirende una na chire akinkwara onkanya na ne namba yoka imwa agere credit inyugu nara ntebi akange namba nkakoliya nkawakira ngakweresa nkanyora ngabono urare ugantebi urachokore weekend nkaranga ya tiga nkoligi no ni WhatsApp nkolikere a previous story ngotomena documents cho mwana alafu ndalenge feedback ngoiranere ono mnanya sauro muya mbono mambi nabo kaiga simyanja kwato muro natanga kitanda be kumurero ngakire naro na kwante nere ofisi ya women representative Madam Donya Toto akante binga kamwe kesi kie mwana nera kantu mororo before ntaracha sora kantu mororo akamotiga details cha no office nkamwa onera na akira wono mambi nkomoboli ngaki maybe nkomonyole nga to basa kweba yantonke na automate online na role wa view nkonya ontebi nkogeshughulikirare no bisiare nalira kwanga kiresimi kwa mbolia mangana abera tatoiga ngayole na otebi asengende na senkoru andi buna wachire bagusiba mino bakurigeretie ali bakwanerango asa bagusiba minto andonsi asemore chingongo ao bande mbale isiko bande mbale Kenya na chinsa mwa inche nare go sabaiga ga kimokusio minto ntuno seito ntoli kwenyara tuatemire tweteira makongu asogo soma paka no bande ntubwati grade kia lakini nyasaye okonyiro mwana minto ngo perform are buya na bande bakorumaya chibuno momuro monene na atemira asenko nyara gaki koligi kolende na saba omoyo gwanja kamoko anda kolire feed yeye
mo basa kondigereria inche tigererie emechando ya omwana oyo minto Nyasaye nabara amokonye mambi na mambiende wetera asare ayakonya abana ba minto no mochio yogoroke nare kobasaba iga keriaga ke moranyore gose mobwate mona morakunene chinkoro cheino tindi kobetereria asoma buwanza na mo buwanza nasaba kaki moto support omwana ira ne sukuru ene wiki ene ya kabere chagete awana togotoke sukuru noro tune performance ya bunere ntwa bwate kuganinga atigere sukuru njera lakini senge ncharo moiseke twasabire gaki mona nabakonye momo support aira ne sukuru okuna kuko saba kwana kware asante ndagetemboria bagusi mwategereire omugano ndatemboria swali riororo iga una gwategerera omugano oyo mugusi nimata basubati murabo you've listened to this story nyaruke buna yakwana mu muromo wabo natebire chiri platform mbwata eye na ya Christine Kwamboka eyaye ene ya form 3 grade B minus actually in the latest exam wakorete yani omwana wetira all those challenges chonsi P but still naba commanded you go score a mean grade ye B minus with all those challenges aseriri are isiko obera isiko ogende skuru okora matemu tasomiri class lakini ona ore B a B minus report form era ne ya form 1 ene ya 2023 form 1 2020 form 1 ya term 2 ngwego buna ere sabuna akaserigu abwate B minus aya there is another report from here eye ne ya form 1 term 1 ya 2023 a grade ya bwatega is an A minus A minus so abakusiti gamba boliga omwana yaraka ni rwe fees abere class asome grade kero jaranyore ari mtoto tu akai shule ana stress ya school fees hajafukuzwa hako tu ama etinga school fees yangu imelipwa akae chini asome unafikiri atapata grade gani this is an A material oyo so liruba rikire kuri school na lieri rikire the 2nd of May 2025 actually mutieni oyo Moinya Bohanze Girls little official bwate pake stamp PO Box 29 is Sebania term 2 fees reminders. Dear parent guardian, this is to inform you that Christine Onderi Kwamboka admission number blah blah class form 3 Emerald, how do you pronounce this word? Emerald. Yeah. As a previous term balance of 80,108, term fees required 16,000. Term fees paid 0. Fees balance 96,108. Clear any outstanding fee balance. This is the latest letter atomere go chanka. Isetayo digena ria mosenyentera maatari nkogenda toro. This is the boy mumro monene kwe gude na atemiro sinyirwe. Bono mwana no are skaba usi. A simple question. Totugo mwana yaba ere sikona nene nyaruka. Bagusiba minto otogo tigo mwana oyo abere isiko ane nyaruka. Such a grade tomutiga abere isiko wa apply ile bursary 4 times hajawahi pata. Yesterday mwabale ngobe sio mugavana. What do we do? Abagusiba minto asomo yobogwancha orinya sato etebo tambe buna tokokora kaka na ira abana chi skuru for years. Umwako ojo ntokoreti kiagera form 1 mbarengo. Can we come together? Bagusiba minto montegeret asomoyo bogwancha bwa mabera. Nimanyete tukwekana pamoja
actually school fees ya 96 ekaroko beka chiri mpepe chio obeke gosenaki ego cha 110. That's what I saw ego cha around 110,000 ego school fees ya itera hera paka form 4. Yes. Nalibo? Itera hera. So 110, those are school fees arrears amanye kwera ne class. And then nimbwate fee structure ga. A school fees ya form 4 awaka na 53,544. 554. A school fees ejege bwata paka tamu tubone ye ya form 3 talibo. Yes. Okay. Nto bwate tamu 3 ya form 3 bono ebwente waka 10,554. So can we find the total each verse toganeti omwana oyo asome akore form 4? 53,544 plus 10, 554 plus 110,000. Mwana yatakere 174,000 Kenyan shillings arudi shule. Kaka hiyo ni pesa kidogo. Aba usito ise kubwatira no ndatume 1,000, ndatume 500, ndatume 200, ndatume 10,000, ndatume 50. Mbali nya sasa seneti ara ntumere 170 ande bika Kenya rukeyo aende shule asome achikokonya such kind of environment. Kaka lire muchiyo mumuro tabwatirwa nesaiga. Look here, angalia hapa. Enyombero is only this house iga. Nero yo kando buri mudiri wena. Nyumba tu ndio peke yake iko hapa. Sababu kusiba mitasomo yo bugwanje. 174,000 is not much. It's story tuwe twise kubwatirana asobwamo. Today is on Wednesday. Taribo. Kaki. Can we try? By Friday go say latest P Monday. Njira mungo beke gari yana mafuta I have a car. I can fuel my car mokobe pure box nyabwanse class nga kane school fees nga wa marisiti nche tuache mtoto shule asome mangana yaere. That is dimbu. I don't have any other mongi na chukochi. Just come. One word. Ninchu baba. Go ruarite but we can talk to you. Just one word. Tutai tuko na mangana man. Tindio ko ile story nyinge. Aba kusiba minomba gotegerete baba. Bakwanira ngo. Wochaka na mariza. Nere nerimbi ya mwana asenguchiri tukeli na asenguchi abagani bane mwekire asomo cyoyo bwinka ya Freddy. Ncha samaleta nkoro kumeri mora wonderi. Eya nere nkayane. Twamenyire no mugakone tuli biya. Twatemire gosomia abana ali sitwale konyara. Lakini mugakone na ikagasira. Ukorara ni kawaida. Ncherende yose umuntu akorara urarire. Wano ngoja ikire nyuma yo korara kwaye ubugima bwanko ngaire. Cherate yo pi egasi yari gukora nero yari gutoragera nyumba. Nero yari koira nabane skuru. Wekereiga igonkoragera ase bikone byo monene unanya sabangete. Timbwa tincherende yonse. Umwana onero beiro konge birengererie binene nando mentire. Ncheni no muruirende. Na nyagitari shaye yacha utanyibekere tichibesa tukorwaliwo. Kwa enda nyagitari nate gubeka chibesa. Kero chibesa chia bulire genda gora maliogo. Nate makoliya maliogo nagora. Igo ndate baba minto nyasa oyo bakunire. Monkonyero umwana oyo iga. Umwana oyo iga some skuru. Ikiagara nari no kogani okuya nande naganete gosoma. Umwana oyo mumura mwaroraga erebwe kana bwate passport yigise chisiko lakini twaligirie nchera twachire kwagamera ngonde nare gose orato mubwato koboko anyore nchera na agene nonye katali akonye situation y'abana kyara mbwata abana 6 babire primary bale oyo munero yore kosi oyo makale Nairobi nga tabwati gasi kyagara lero Nairobi otabwati omuntu okubwata koboko nchera te yora akonyeke bono na bako na gokora muchenga buko na koragera asogo siri birenga likorunka ati mokeretaro igo tintige tiko kwana mangana mange nalgo sababa na kusiba mintonga olio ora kunwa sengejo je situation itora monero na samo seseni elinde ogo konya kwaino konya are gotoikera asengejo yo mwana some skuru
njenda ta bangambi yamon moseseni we asinga nchiyo ga swagati wacha karomo chandora asenka yana Ngabu no arenge kuiya magena wono ritukeria kero na achete na mureterete runguri kamubekera nsa wono ere no ati nini ga sirige na ribuna rianyu gitiga ngabu no ati nini ne ngas ase ga ribuna riga no ati nini ne ngas ruchi no jamagena yon spialensa ne rige ne rimo rianyu gitiga na riria mwa yani gatagite kurirema bono ngaki ibone mburanja atwita magena kabamao bono ati nini ne ngasi gali okoiya lige ogori akaneke mama ni kurugureri ne rikoreki rigu rianyo ana akoiya agumake kule ne bone rondi yokorre ne mbura atwita magena ali anyegerete akaongoka bono nali nje bono kana molete rongo ringotire na gwani ne era mangana yesukuru bono nkomutiga aga burende okoiya bono kera achugwake mama ni ko sentiment ngakia bete lige ne ririkagwa kulende tamotorereti okorwa ria mutuomete likamwake rusinenya sia gakatwanyo atagwete bone kana mubere gwekore gochia umutu ore gochia kona imama genaine umutu wanyu gete bona umaimeiga oraria mwagete ko ya mwagete ayo kora likamutwateria kama gena kunera karukurugo bona abuna ri umutu oyo ateka eskaliega yani eskaliega babuno rata negento gwata chano ne galiera ata cho muntu mutu osanyendeke nabo ya agateke rise ligabono like you could squeeze the head nabo kware gocha koyumina iga yakogera bono orenge lose ona imo muno minta achite ogokuna mansabu okomogwera rende okiondo kokeli okomobwani umutu oyo okorusie shati yae na ora asiberete anyway eshati na era musiberete omuntu okomubwata okorangeria abantu bakomokonya kubugori guchipara bono ekaba igo una aruseti kumabu agakopa kanyagitari nabo yaengigo pole asante pole na bakweto ukugora pole anyway turudi Mancho morigeria, this is the compound. Buna nabate buri munabuo bona aburiga. This is the house. Naberiga. Mumurongo na gwecha bumbare nere. Koranga nyasaye taramwanchira lenda nyore bitoki abeke no nesaiga. Actually you are the only boy. Usene mwana mukana. Oh, okay. Rekina ayo monene. Okay. Kwa kuma mwabate banabwate passport onde bwensi oranyore njira yokubwato mungwana yokoboko. Onde bwensi oranyore njira akona passport ready. Anyone obwate njira yani urocha so mugure tokonyo mumuro. Yani wewe ukiona tu nyasaye na bawo sisi ni wewe ukiona tu kuna mwanya you can fix him. Please. We requesting orore njira okora abantu mbere bobwato okobwa isikabo. Then ngayo musabekire. Okay. This is the grave gear Mogaka. Pandio mzee amelazwa. Una Bosongo vibes na mashabiki yetu. Tunasema Mungu na ilaze roho yake mahali pema peponi. Na Nyasaye akonye familia yeboke. Marietana nguru kuroja sikaka sungura. Nyasaye huyu.